Mungu akamwambia Musa, moyo wa Farao nitaufanya uwe mgumu zaidi. Hata kukusikiliza, hata kusikiliza. Ukijaribu kuongea, hata kusikiliza. Ndio maana hata wakati Musa alipotupa fimbo chini, Farao akashangaa Musa, kwani wao hujui hata hapa sisi tuko na hizi miujiza? Hata sisi tuko nazo. Ndio maana kaita magicians wake, wakakuja wakatupa fimbo vyao pia chini, vikakuwa nyoka, na fimbo ya Musa ambaye ni nyoka iliyobadilika ikameza nyoka za Farao zote. Na unajua kitu cha kunishangaza ni kwamba, rafiki yangu, fimbo ya Musa haikuweza kupanuka tishawa meza. Ilibaki the same size. Mungu mwenye miujiza. Haleluya. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, hata kusikiliza, utakachokifanya hata yeye pia atakifanya. Lakini atukuzwe Mungu wa Israeli. Kwa sababu gani? Baada ya magician waliporusha fimbo zao chini, na Musa fimbo yake ikameza hizo manyoka zote za magician, hakuna mahali popote tena, hakuna mahali magician wangeweza kufanya chochote. Maana nini kilichofanyika? Mungu alitangulia kumeza majini zote na miujiza yote na magician nguvu zao zote. Mungu alitangulia kuvimeza. Ndio maana kuanzia hapo walikuwa tu helpless. Kama hizo fimba havingemezwa, unaona Mungu angetoanga inzi au pia wanatoa chura au pia wanatoa. Lakini Mungu alitangulia kuzimeza. Alichowacha tu ni roho ngumu ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema nitawaadhibu. Kwa hivyo mtu mwenye kusumbua Mungu humwadhibu. Roho sumbufu Bwana Mungu huipiga, huiachi nafasi. Bwana Mungu huimaliza, huikanyaga. Biblia inasema nitanyoosha mkono wangu mwenye nguvu, na nitatoa watoto wangu kwa nguvu na miujiza, na hapo ndipo Wamisri watajua mimi ni Mwenyezi Mungu. Kwa saizi wananiuliza Mungu kitu gani? Kwa saizi wewe unahubiriwa injili unasema wacha wapige tu kelele. Kwa saizi wewe anakuambia dada tubu unasema Ndugu unaambiwa okoka unasema niokoke kitu gani, kwani nimetenda dhambi gani? Mama unaambiwa ni masaa ya kumkubali Mungu unasema tangu mimi niokoke hii miaka sijui 1990 na ngapi. Alafu naambia unakumbuka ile wakati ndege sijui ilikuwa inapita ikitoka wapi kienda wapi? Hiyo ndio wakati niliokoka. Mpaka saizi nasikianga tu Yesu anarudi, Yesu anaokoa. Mimi ugonjwa yangu tangu nianze kugonjeka sijawahi pona. Watu kama hao Mungu anasema ni wasumbufu, atawaadhibu, atawanyamazisha. Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 14 hadi 16. Baadaye roho ya Mwenyezi Mungu alimwacha Sauli, na roho muovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ikamsumbua. Kwa Kiingereza inasema hivi, the Lord spirit left, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Wakati mtu anasumbua, huyu mtu roho wa Bwana hakui ndani mwake. Leo tunaomba conquering stubborn spirit in spiritual matters. Conquering stubborn spirit katika ulimwengu wa kiroho. Kushinda roho sumbufu, roho kichwa ngumu. Haleluya. Mungu anasema ya kwamba na baadaye roho wa Mwenyezi Mungu akaondoka. Unajua Mungu hawezi kama mahali mtu anasumbua, anahangaisha watu, wanamkataza kitu wasikii, kila kitu anakatazwa wasikii, anasumbua watu. Roho kama hizo Mungu akai pale. Biblia inasema roho wa Mungu alimtoka Sauli, akamuletea roho muovu. Mungu akitoka mbaya lazima ikuje. Mahali Mungu hayupo basi kuna roho mwingine ambaye ni mbaya. Hivi vitu viwili haviwezi kaa nyumba moja. Ndio maana nasema mwanaume wa kale lazima akufe na mwanaume mpya akuje. Mwili wa kale lazima ufe na mwili mpya ukavae. Ndio maana unabatizwa unakufa. Mambo ya kale yanakufa, maisha ya dhambi yanakufa, na unazaliwa unakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo roho sumbufu Mungu hawezi kaa mahali pale. Kwa nini Mungu halikataa kukaa na Sauli? Kwa sababu hii, Mfalme Sauli alipoambiwa na Mwenyezi Mungu, unapoenda pale, enda angamiza kila kitu. Amen.
enda angamiza kila jambo, usiwache hata mtoto, kondoo, mbuzi, ng'ombe, mwanadamu mkubwa, mwanadamu mdogo. Mimi nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwezesha kuwashinda haya yote. Lakini Saulo alipofika pale, kwa sababu ana roho ya kusumbua, alipofika pale Biblia inasema akakuwa na uchaguzi. Uchaguzi ni alifanya hivi: aliwaua watu wengine, akawacha watu wengine. Aliwaua wakondo wengine, akawacha kondo zingine. Aliwaua wanyama wengine, akawawacha wanyama wengine. Na Samueli alipofika akamuuliza Sauli, ni sauti ya kitu gani ninayosikia? Sauli akamwambia, niliwawacha ili tumtolee Mungu dhabihu. Na Sauli akamuuliza, Mungu akitaka dhabihu, mbona asijitolee? Halo? Alijitolea wakati wa Abrahamu. Hiyo ni tabia yake. Alipomwambia Abrahamu, usimtoe mtoto wako kafara, angalia pale ndani ya msituni, akamuona mwanakondoo pale. Abrahamu akaenda akatoa dhabihu. Mungu anajitoleanga dhabihu zake, hasumbuanangi na wakati anapopangilia vitu zake, anajua the next atafanya nini. Na hapo ndo Mungu akamkataa Sauli. Kwa sababu gani? Alichoambiwa afanya hakufanya. Na roho wa Mungu ikakasirika, ikamuondokea. Mungu akatoka. Na Mungu akitoka, lazima kukuwa na replacement immediately. Akaleta roho mchafu ambaye Biblia inasema ilikuwa inamsumbua Sauli. Wacha nikwambie rafiki yangu, roho wa Mwenyezi Mungu akitoka wewe, ni roho ya kusumbua, itakutesa, itakuangaisha. Huyu Farao alipoendelea kusumbua Musa akiwa Misri, ndivyo aliendelea kuteseka. Mara si hizi, mara damu, maji megeuka kuwa damu, mara machura, mara giza, mara wamepigwa na ugonjwa. Yani shida baada ya shida. Kila siku ilikuwa na shida yake. Every time you are tormented. Ugonjwa ambao haikuishi kwa maisha. Ni roho sumbufu. Hali ambayo haiishi. Ni roho sumbufu. Katika ulimwengu wa kiroho, lazima uingie ndani, umwambie Baba ninakataa, Yesu ninakemea. Unaenda zaidi ya vile unavyotarajia. Haleluya. Mungu akiondoka, ni roho ya kukuhangaisha ndo inaingia, ni roho ya kukusumbua ndo inaingia, ni mashida yanaingia. Jichunguze masaa ya asubuhi, ni kitu gani kinakusumbua? Ni kitu gani kimeingia badala ya Mungu? Waebrania mlango wa 3 mstari wa 7 hadi 10. Waebrania anasema ya kwamba wakati mlikuwa jangwani, mulinijaribu. Nilikuwa nasema hiki mnafanya hiki, nikisema hiki mnafanya. Walifika mahali mpaka wakamwambia Musa, ulituleta hapa jangwani tukufe njaa, afadhali tungebaki tu kule Misri. Tulikuwa tunateseka, ndio tulikuwa tunapitishwa shida, tunapigwa, lakini hatungekosa kukula nyama. Ndo yule mtu ambaye anasema ya kwamba wakati nilikuwa sijaokoka, sikuwa na hizi mashida, sikuwa nakosa pesa. Wakati tu niliingia katika ulimwengu wa kiroho, mambo ikaribika, hali ikakuwa ngumu. Dada anasema wakati nilikuwa sijaokoka, ule mwanaume angenitumia pesa, huyu angelipa rent, huyu angenipeleka saloon, huyu angenifanyia. Lakini tangu niokoke, kati hivi vitu vya rohoni vimenirudisha nyuma sana kwa maisha. Hiyo ndio kitu yenye unaongelea, hiyo ndio kitu ambayo unasema, hiyo ndio kitu ambayo unahangaika. Hiyo ni roho sumbufu. Ndio watoto wa Israeli pia. Mungu anasema ya kwamba hawakuweza kunipatia amani, na nikaapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu. Wewe ambao uko na roho sumbufu, nataka kukwambia ukweli ndugu yangu, hakuna mbingu kwa ajili yako. Tusidanganyane. Leo umeokoka, kesho umeanguka. Leo umeokoka, kesho umeanguka. Kesho umesimama, kesho hujasimama. Rafiki yangu, sitaki kudanganya. Biblia inasema hawataingia rahani mwangu, ufalme wa mbinguni hamtauona. Huyo ni Mwenyezi Mungu anaongelea jambo hilo, rafiki yangu. Huyo ni Baba ananena. Mmenisumbua, hamtaingia rahani. Mpaka Mungu anaapa kwamba wewe hautaingia rahani. Mungu anasema Jane, umenisumbua ya kutosha, hautaingia. Roho sumbufu, roho kichwa ngumu, hawasikii neno la Mwenyezi Mungu.
Hawataki kukomaa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kila saa vitu kidogo kidogo, vitu ambavyo haifai hata kuzungumziwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Jinsi Paulo anasema, kuna mambo mengine haifai hata kusikika katikati yenu wa Kristo. Kuna mambo mengine haifai hata kusikika. Mungu anasema, mlipokuwa jangwani mlinikasirisha, na nikaapa hamtaingia rahani. Warumi mlango wa 2 mstari wa 5 na 6. Biblia inasema hivi: bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Unaona hapa chenye Mungu anazungumuza. Mungu anasema ya kwamba kwa sababu ya mioyo yenu migumu, mkionywa hata msikii, mkikatazwa hamsikii, mnakuwa roho sumbufu. Anasema mnajiwekea akiba ya hasira. Kwa hivyo mtu mwenye akona roho sumbufu anajiwekea akiba ya hasira. Maana Baba anasemaje? Atawalipa kila mmoja kulingana na matendo yake, kadri ya matendo yake atawalipa. Rafiki yangu, unaposumbua, ama hiyo roho sumbufu ambayo iko ndani yako inajiwekea akiba ya hasira ya Mwenyezi Mungu. Imagine as long you are living this world, the only thing you are putting to your store, kwa banki yako ya mbinguni, kwa maisha yako ya rohoni. Tunapoombea vitu vya rohoni, ile akiba ambayo unaweka, mama yangu naye nisikiliza, baba yangu naye nisikiliza, akiba ambayo unajiwekea ni kwamba hasira ya Mwenyezi Mungu. Wewe endelea kutenda dhambi tu, endelea kuishi maisha ambayo pendezi, endelea kufanya vitu ambavyo unafanya, roho ya kusumbua inajiwekea akiba ya hasira ya Mwenyezi Mungu, ikingojea siku ya hukumu. Nataka kuwaonesha jinsi roho sumbufu anaoperate. Mtu anasema binti wa Yesu inaoperate aje jamani? Twende katika kitabu ya Mathayo mlango wa 12 mstari wa 43 hadi 45. Pepo mchafu akifukuzwa kwa mtu huzurura jangwani kukavu, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Jangwani ndio mahali watoto wa Israeli walimkasirisha Mungu, akaapa hawataingia rahani. Jangwani ndio mahali waliongea vibaya kwa msukuma Musa, mpaka badala Mungu anamwambia Musa, ongelea hii mwamba, Musa akaigonga. Jangwani ndio penye Mungu alikasirisha, akawapatia chakula wakakula wakakufa. Jangwani ndio nyoka ilitoka ikawauma. Jangwani. Na Mungu akamwambia Musa, tengeneza hii nyoka ya shaba, kila mtu atakayetazama atapona. Jangwa ni mahali wewe unapitia shida, ni mahali wewe unapitia majaribio. Hapo ndo unaanza kumuuliza Mungu, mbona mimi, why me? Si ufike Z. Conquering stubborn spirit inakusukuma kufanya vitu ambavyo hautarajii kufanya. Tuko katika kitabu ya Mathayo mlango wa 12 mstari wa 43 hadi 45. Pepo mchafu akifukuzwa kwa mtu huzurura jangwani kukavu, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Mstari wa 44. Hapo hujisemea, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka, lakini anaporudi na kuikuta tupu, imefagiwa tu na kupambwa, huenda kuwachukua pepo wengine 7 wabaya kuliko yeye, na wote huja wakamwingia huyo mtu, na hali ya mtu huyo sasa huwa mbaya kuliko hapo mwanzo. Ndivyo itakavyokuwa kwa watu hawa waovu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hao ambao hawasikii, watu ambao roho zao zimejaa kusumbua. Biblia inasema Yesu mwenyewe anaongelea sasa roho ya kusumbua hapa. Anaongelea roho ya kusumbua, kwamba ikishafukuzwa kwa mtu, kwanza huyo roho tangu atolewe kwa mtu, mtakemea huyo pepo karibu 1 hour, hatoki. Anawaambiaga tu sitoki, hapa sitoki. Hiyo ni roho ya kusumbua. Hapa nitakaa, nitoke nienda. Roho ya kusumbua, roho za baharini zikifukuzwa zinaingia ndani ya maji chap, au una nafasi ya kuzivichoma.
roho za kusumbua zinatoka kwa maji, zinakuja zinafanya kitu, zinarudi. Zinatoka kwa maji. Sasa mnazitafuta katika ulimwengu huu, hampati. Mpaka uingie katika ulimwengu wa kiroho, jinsi tunaombea vitu vya rohoni, uving'oe pale majini na ukavichome. Yesu anasema roho kama hizi zikitoka kwa mtu, baada ya kumtoka zinaenda jangwani, zinazunguka huko. Na anasema penye nilifukuzwa, wacha nirudi niangalie na kaje. Ikirudi napata tu iko ndee. Ni nini inafanyika? Anasema haingii. Unaona roho msumbufu haingii hapo kwanza. Anarudi kwa jangwa huko. Penye alizunguka akapatana na marafiki wengine. Anamwambia wewe wa usharati kuja. Wewe ambaye hautatulia kuja. Mimi nilikuwa tu mlevi. Sasa tuongeze mgani sasa? Tuongeze sasa huyu wa kupiga bibi kuja. Wanaitana karibu 7. Hata wewe ni mwizi, ukishalewa, umefanya usherati, umesumbua watu, pita kwa shamba ya mtu iba. Wanakuja wote na wanamuingia huyo mtu. Yesu anasema hiyo roho ambazo zimeingia hapo, hali ya huyo mtu wa mbaya sana. Ndio maana unasikia huyu mndugu alikuwa ameokoka. Angalia saizi vile anafanana. Ni nini ilifanyika? Ni kwamba chenye kilifanyika, roho sumbufu aliyekumtoka akakuwa mtumishi wa Mungu, alipo backslide, alirudi kuchungulia, akaona nyumba yake imeharibika, akarudi akasema sitaingia peke yangu, wanaweza nitoa tena, wacha niende nilete wengine 7 kuniliko mimi, tukaya pandani na tungojema yatakuja kututoa. Ndio maana mtu anaanguka kokova atameoa mke wa pili. Ukimwongelesha nasema huyu mwanamke ana tabia mbaya. Wakiuliza tabia yake ni gani, hasemi. Roho sumbufu ameletewa paka na roho ya kukua bubu. Unaona roho sumbufu, vichwa ngumu, roho kichwa ngumu. Ndio ile ambaye Yesu aliambia Mafarisayo wanakuja kumwambia Yesu, Musa alituruhusu tuoe wanawake wengi na tuwapatie pia talaka. Yesu alisemaje? Musa hakuwaruhusu nyinyi muoe wanawake wengi. Vichwa yenu hiyo ngumu, hamtaki kusikia tamaa. Roho zenyu za kusumbua, mlisumbua Musa sana. Ndio Musa akawaruhusu, lakini hakuwaruhusu kwa hiari. Aliwaruhusu kwa sababu ya mioyo zenyu migumu. Lakini tokea mwanzo ni mke mmoja mume mmoja. Kwa hivyo wewe unayekuwa na wanawake zaidi ya mmoja, roho yako ngumu, stubborn, Yesu anaikemea.